nina furaha kubwa sana leo kwa sababu shida kubwa ya maji katika jimbo letu la Njombe mjini na hasa kata hizi za mjini za tarafa ya mjini, Ramadhani ikiwa ni mojawapo, ni shida ya muda mrefu. Toka mliponichagua 2020, ahadi niliyowapa ni kwamba nitajitahidi kuhakikisha na tatua kero za maji. Ndio ahadi yangu kubwa. Na kila nilipotembelea kwenye shughuli za kikazi mlinikumbusha, nikasema jamani, nimeshafanya mambo makubwa, nimeshapigania miradi mikubwa, imeshakuja Njombe, ujenzi unaendelea na tutatatua tatizo la maji. Sasa siku zote wananchi ambao hawajawa na maji kwa miaka mingi, ukiwaambia mradi unaendelea, mradi utakamilika, hawawezi kuelewa. Wanataka maji. Jamani, si ndio kweli? Nataka maji, tuone maji. Haya mambo ya mradi ya nini, haya mnasema hayo ni yenu. Sasa mimi ndio maana nasema leo nina furaha kwa sababu sasa tunaongelea mradi uliokamilika, mradi ambao tayari umeshajengwa, mradi ambao tayari una maji kwenye mabomba yake kilomita 17 za mzunguko na mtawanyo wa maji. Na mimi niseme dogo, mradi huu wa Lugenge mimi nauona kama mtoto wangu. Huu mradi haukuwa popote. Ni mradi ambao mimi nimeupigania toka wakati haupo wala haufahamiki. Nimeujengea hoja na ninawashukuru sana maafisa wa NJUWASA waliopo sasa na waliopita. Tumefanya kazi kwa pamoja kutafuta na kuhakikisha tunapata mradi utakaosaidia kata ya Ramadhani. Ndugu zangu, haikuwa kazi nyepesi. Sisi tuna mradi mkubwa sana wa miji. Mradi ule wa miji 25 unaendelea vizuri. Lakini ulionekana kwamba kwa vile tuna huo, tusiwe na mradi mwingine mpaka ule ukamilike. Mimi mbunge wenu hilo sikukubali. Kwa sababu nilijua tunaingia chaka. Hatuwezi kuwa na mradi mmoja tukasema ukamilike alafu ndio tutafute mingine. Kwa hiyo nilifanya kazi na maafisa wa NJUWASA, nikawaomba waendelee kutafuta vyanzo vingine vya maji. Mimi nitatafuta fedha kupitia serikali kuu. Na washukuru, tulitafuta vyanzo, kikapatikana hichi cha Lugenge, wakatengeneza andiko, nikalichukua mwenyewe mkononi andiko kwenda Dodoma kutafuta fedha. Tukapata fedha, ikaingia kwenye bajeti kuu 2021 kuja 2022. 2022 ujenzi ukaanza. Umejengwa 2022, 2023. Ndugu zangu, ukasimama mradi kwa muda kwa sababu fedha kidogo zililega. Lakini tukaendelea kupambana, fedha zikapatikana. Mmemsikia meneja akisema hapo. Walifikia mahali mradi ukasimama. Wakaniomba tena, tunaomba mheshimiwa mbunge utusaidie tukamilishe mradi. Tukaenda kutafuta fedha tena, zikapatikana fedha nyingi za kutosha za kukamilisha mradi. Leo hii wote tuna furaha kwa sababu mradi huu wa Lugenge ambao thamani yake ni bilioni 8.9, bilioni 8.9 umekamilika. Wana Njombe, wana Ramadhani, wana Maheve, wana Wikiti, wote sasa tutakuwa na uhakika wa maji. Na ndio maana leo tupo hapa kwa ajili ya kufanya zoezi la kawaida ili tuweze kuunganishiwa maji. Ndugu zangu, tunaishukuru sana serikali. Mimi nasema jambo hili tuliweka kwenye ilani ya chama kama ahadi. Na watu wengi wao wanadhani kwamba tukiweka ahadi huwa tunapiga maneno. Ukweli ni kwamba niliapa kuwatumikia wana Njombe kwa kusaidiana na viongozi mbalimbali ndani ya chama, lakini viongozi kwenye kata yenu. Na nimshukuru sana mheshimiwa diwani. Diwani huyu ameanza vizuri, ameanza na neema. Anaapishwa kesho na nyinyi maji mnaanza kupata. Kwa hiyo maana yake ni kwamba amekuja na baraka. Ndugu zangu, miradi hii ukishaijenga ni lazima tutunze vyanzo vya maji.
ili iendelee kutusaidia na kutupa huduma. Niwaombe sana viongozi wa mitaa, watendaji, wenye viti, mabalozi, ndugu zangu, tuna kazi ya kuhakikisha tunatunza vyanzo vya maji. Miradi hii itakuwa haina maana kama hatutatunza vyanzo vya maji. Tunafahamu sisi ni wakulima, tunafahamu sisi tunataka tuwe na maisha bora, na tunafahamu kilimo kinatupa maisha bora. Lakini lazima tuianishe. Hatuwezi kwenda kulima kwenye vyanzo vya maji hata kama tunahitaji chakula. Maji yanahudumia watu wengi, yanahudumia jamii kubwa. Maji ni muhimu kwa kila mtu. Kwa hiyo ni muhimu yoyote anayeingia kwenye vyanzo vya maji tumuone ni adui yetu wote. Tumuone kwamba huyu hatakiwi na ni lazima achukuliwe hatua. Niwaombe sana NJUWASA, kwa utaratibu mliojiwekea, muendelee na zoezi hili kwa kushirikiana na serikali la kuhakikisha tunalinda vyanzo vyetu. Niwaombe viongozi wa mtaa, msaidie kuhakikisha wananchi wanapata elimu ya kutosha, mkisaidiana na NJUWASA kuhakikisha kwamba vyanzo vinaheshimiwa ili maji haya yaendelee kuwepo. Ndugu zangu, miradi hii ni gharama, na Njombe hatukuwa tunapata miradi mikubwa ya maji. Kwenye kipindi ambacho mimi nimekuwa mbunge, ambacho nimekimaliza, tumepata zaidi ya bilioni 60 kwenye miradi ya maji peke yake. Ni fedha nyingi sana, makofi mengi kwa serikali. Ni fedha nyingi na tunazipigania, sio kama zinakuja tu. Tunazipigania zije Njombe. Na mimi nimeapa kuendelea kuwapigania wana Njombe, miradi hii iendelee na yote ikamilike, na tutatue kero ya maji Njombe katika mji wetu wote. Na jambo hilo, ndugu zangu, tunalitekeleza kwa awamu. Tumemaliza Kibena, tumekuja Ramadhani, kata Ramadhani, mjini tunaendelea, tutakamilisha, na nimeahidi kwamba tunapokamilisha kipindi kinachokuja, shida ya maji Njombe itakuwa historia. Kwa maeneo, baadhi ya maeneo bado watu wataendelea kupata mgao hapa na pale mpaka miradi yote ikamilike. Niwaombe sana tusidanganywe. Yaani watu wakiona kwamba maji yamepungua wanasema hakuna miradi, serikali haifanyi kitu. Lakini tukumbuke kwamba ili tuwe na maji ya uhakika, tutunze vyanzo. Hilo la kwanza, kubwa kuliko yote. La pili, tujue kwamba tunaendelea kutekeleza miradi mmoja baada ya mingine. Baada ya muda fulani tutakuwa hatuna tatizo kubwa la maji, tutakuwa tumemaliza. La mwisho kabisa, ndugu zangu, niwaombe, tupo kwenye kipindi kigumu ambacho wote tunafahamu. Tumetoka kwenye uchaguzi, tumekamilisha uchaguzi, na uchaguzi wa mwaka huu wote tunafahamu yaliyotokea. Ndugu zangu, niwaombe sana sisi wana Njombe, na jambo hili mimi nilisema hata kabla ya uchaguzi, siku za mwisho nilisema kwamba, ndugu zangu, sisi wana Njombe tunataka maendeleo. Tunataka Njombe yetu tuibadilishe iwe sehemu tofauti. Katika kubadilisha Njombe tunahitaji kuwa na amani. Tuipiganie amani yetu. Changamoto zipo, na saa nyingine tuseme kweli kwamba kwenye kipindi ambacho tumepitia, wana Njombe hatukuona tatizo kubwa kama maeneo ya wenzetu kule. Lakini haina maana kwamba sisi tuko salama. Kwa hiyo niwaombe sana, tuwe makini, tutunze amani, na tujitahidi kujua kwamba tunachokitafuta sisi ni maendeleo. Tunapenda mabadiliko na tunataka yaje, lakini tunataka na amani iwepo wakati tunakwenda kutafuta haya mabadiliko. Niwaombe sana tutunze amani, na niwashukuru sana. Na nikushukuru sana meneja. Majina naitwa Mhandisi Robert Lupoja, ni mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Njombe, alimaarufu wanasema NJUWASA. Tupo hapo. Basi mimi kwa kwanza napenda nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge, tumpigie makofi. Mheshimiwa Mbunge amepigana sana. Sisi tulikuwa tunavijua hivyo vita wakati anapigania huu mradi wa Rugenge toka unaanza mwaka 2022 2023 mpaka leo, mpaka juzi kabla ya uchaguzi.
Mheshimiwa Mbunge, juhudi zako sisi tunazisabiri sana. Hongera sana. Ni mbunge ambaye hizi wiki karibu mwezi miwili hii tumekuwa na changamoto ya kupatikanaji wa maji. Mbunge nikamueleza kwamba mradi wetu umekwama, malipo yamechelewa, mkandarasi kasimama. Mbunge aliondoka mguu kwa mguu mpaka kwenye wizara yetu, akaonana na katibu mkuu wizara ya maji, kaonana na waziri, wakatupatia fedha kwa ajili ya kukamilisha mradi. Kwa hiyo mimi mbunge nakushukuru sana kwa jitihada zako ambazo umezifanya katika kipindi kifupi sana kabla hatujaingia kwenye kula. Na baada tu ya kupata fedha tayari mkandarasi alirejea site na kuanza kutekeleza mradi kwa kasi. Na nichukue nafasi hii pia kuishukuru serikali. Iliona kilio cha wana Njombe, iliona kilio cha wana Ramadhani kwamba wana uhaba wa maji. Na ndio maana ikaamua kutekeleza mradi wa Rugenge ukamilike. Na hivi tunavyoongea tayari umeshakamilika 95% ya utekelezaji. Na kwenye miradi hii ukishasikia imefikia 95%, sisi kama wataalamu na hata wanasiasa wanatamani uanze kufanya kazi, na mradi wetu tayari umekwisha anza kufanya kazi. Kama mmefuatilia hivi karibuni, wiki moja imepita, Mheshimiwa DC, Mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu, Mheshimiwa Juma Sweda alikuja kwa ajili ya kuangalia maji. Tunaanza kufanya mazoezi ya majaribio. Alihakikisha tunafanya majaribio, tukapeleka vipimo vyetu vya maji, kwa sababu maji kabla hayajatumika lazima tukayathibitishe ubora. Tukapeleka kwenye maabara ya kanda ambayo iko Iringa. Wamepima siku 3 zilizopita, wametupa majibu, maji tayari yanaweza yakaanza kutumika. Na juzi tumeanza kuyafungulia maji. Na katika eneo kata yetu hii ya Ramadhani kuna jumla ya kilomita 17 ambazo ni za mabomba ya usambazaji zimelazwa. Sasa hivi zote zina maji. Pia ni washukuru wananchi. Ni jana tu baada ya kukamilisha zoezi ya kufungulia maji, tukatoa wito na kutoa tangazo kwamba leo tunaanza kufanya maunganisho. Na ndio maana mmetuona leo tuko hapa. Watu wetu, wafanyakazi wetu wamepiga kambi hapa, wana kompyuta, wana laptopu, wana fomu. Wamewaagizeni muje na vitambulisho kama mlivyokuja navyo, mtajaza fomu hapa. Bahati nzuri fomu huwa zinathibitishwa na uongozi wa mtaa. Viongozi wa mtaa tumeongea nao, wapo hapa, watawasaidia fomu, watawasajili, na baadaye mafundi wetu wako hapa. Wakisha kusajili, unaenda unapimiwa, unanunua vifaa watakavyokuelekeza vya kununua, unaunganishiwa maji. Ikibidi leo hii uanze kutumia maji. Hapo vipi?